yangu. Msaliti, unafanya kitu gani? Majirani wa hapa. Wako kusalilika. Msaliti, nini unafanya? Hivi, shida gani wewe? Unachukua vitu vyangu mimi kuja kufanya ujinga? Msukule tangu lini akapaa? Na nani alikwambia wanapaa mchana? Wewe unajua mimi tunafanyaje mpaka napaa? Uuze. Hebu vua huko. Jamani, hii shida hii. Huyu atakuja anipe. Basi. Hebu vua huko, mpuzi mkubwa wewe. Yaani mpaka majirani watakuja kugundua kama mimi nafanya kitu gani hapa. Wewe mpinga. Hebu toka hapa. Jamani. Mimi haya matatizo. Yaani sijui kwa nini mimi niliamua kufuga misukule. Najuta. Majirani. Na walivyokuwa wambea mtao. Sijui nificha wapi. Mpuzi mkubwa. Hebu toka nenda. Jamani. Leo wewe uko ndani unataka kufanya. Kama utatoka huko ndani kinge. Bahati yako. Shezi mmoja wewe. Nimechoka na wewe. Kila siku. Mwalimu. Ndio. Nimekuja kusikiliza wetu. Ndio mama, nimepita. Nimepewa taarifa na walimu na mkabidhi wakabidhi wanafunzi. Wamenipa taarifa kwamba mwanao hana miujiza yoyote. Na kama unavyojua, hii shule tunapokea wanafunzi wenye miujiza. Mwanao hana miujiza yoyote, kwa maamuzi niliyofanya mimi ni kumuondoa kwenye shule yetu. Na wenzake wenye miujiza wanaweza wakamzuru. Maana hapa ni shule tunapokea wanafunzi wenye miujiza na kuna walimu wa kuwafundisha kuweza kucontrol nguvu zao. Ina maana hapa shuleni wapo wanafunzi wengine hawawezi kucontrol nguvu. Unaweza wakamzuru. Kilichonileta ni kuhusu swala la yule mama. Anatusiongea sana mtani wakasema na mtao. Unamwambia wewe. Sasa hilo jambo lako mimi niko nalifanyia kazi. Lakini sasa yule mjue mtoto mdogo sana. Hawezi kutuchezea sisi. Ni kweli. Mipango yetu kibao inafeli kwa ajili yake. Yeye ni nani hapa kijijini? Mwenyekiti sisi watu wazito hawezi kutuchezea yule. Hapo unatengeneza honge la figisu. Na mimi nitakuunga mkono, nitakupa kampani kubwa ili mradi tu aondoke hapa kijijini. Basi jambo lako wewe limeisha. Hilo niachie mimi si ndo mwenyekiti. Yule hapa ataama. Na siku ambayo namwandikia barua nataka na wewe uwepo. Mwenyekiti sasa hapo ndo ninapokukubali mwenyekiti. Ndio. Nisaidie mwanangu. Huo ni msaada mkubwa nimekupa mama, kwa sababu akibaki hapa atapata matatizo kutokana na wale ambao hawawezi kucontrol nguvu zao, wanaweza wakamzuru. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana nimekupa. Mwalimu. Au sababu mwanangu kipofu. Haishaje na alivyokuwa bubu. Ndio sababu atafukuza shule mwalimu. Haisiani kabisa na hayo maswala. Tunachokifanya hapa ni kumwokoa mwanao asiweze kukutana na vitu ambavyo hao wenzake wasiweza control nguvu zao, wanaweza wakamfanyia kwa makusudi. Wapo wanaweza kufanya hivyo kwa sababu wao wana nguvu. Watataka kumjaribu, mwanao hana nguvu yoyote, anapata madhara makubwa. Mfikiri umenielewa mama? Fanya hivyo. Kwa sababu sasa watu tunashindwa kufanya mambo yetu kwa ajili ya mtu mmoja. Yeye ni nani? Sijui anaona haendi kabisa. Haendi kwa ajili ya kwake yeye. Yaani mimi sasa hivi nimekuwa wa chini. Mambo yangu hayaendi. Basi usijali. Hilo jambo lako litakuwa limeisha. Sawa, hilo jambo lako litakuwa limeisha. Basi sawa, mimi hapa ngoja niendelee hapa na majukumu yangu kwa sababu kuna watu kidogo wa serikali watakuja hapa. Tunajua tena mwenyekiti bwana. Mwenyekiti kijana tena sasa hivi unapilika nyingi. Basi mimi nawahi hapo mtaani hapo. Maana nimeacha mazingira kidogo sio mazuri. Tunajua tena mle ndani. Kwa hiyo naenda kurekebisha sasa hivi. Basi sawa, baadaye basi tutawasiliana mwenyekiti. Haya. Umejisumu, umeingia mtumbwi wa viwa. Sabuni yangu jamani. Sabuni nimetoka kukopa mimi dukani kwa Muha, nyinyi wapuuzi. Yaani mngejua samani ya hii sabuni. Jamani, hii zahama sasa. Wewe, jamani misukule gani na ugeshana hii? Nyinyi mna shida gani lakini? Yaani kila siku ni nyinyi tu huko ndani. Wewe na jamani. Nachoka mimi. Haya.
ni nini mnakifanya sasa? Sabuni mnajua gharama yake nyinyi. Nimetoka kukopa mimi dukani hii. Alafu mnakaa hapa mnaita uzi wakubwa. Bwana. Ndugu, hapa ndo nyumbani bwana. Umeshapika sasa. Hapa mazingira mengine. Mama. Taratibu hapo. Taratibu. Hapa sikia kidogo mbele hapo kuna nini hapo? Utakuja. Hapo. Mama, mali yako. Salama. Nilikuwa nimeleta ndugu yangu hapa. Mimi nienda zangu hivi hapa. Ndugu. Bye. Chenzi wewe. Kila siku mimi naongeaga. Ufanye vitu vya msingi. Haya, umeloa. Unaendaje kukada? Utashinda hivyo hivyo. Toka huko ndani. Toka. Inga wewe. Toka. Kaniogesha. Umelizika sasa? Umelizika? Hivi unajua wewe una makusudi? Mimi nitakufikia steady. Dada wakeni sumu. Nimechoka na vitu kama hivi. Ingieni huku ndani mkae. Ameanza tena urafiki na mwanangu. Hauna mwanangu pia yule. Tena kiwaona uwazani na wengine wafikiri. Mimi kama mwenyekiti nimekuita hapa na malalamiko yako. Mama, hebu tusikilize. Hili jambo limenikaa kwenye kifua. Huyu mama unayemwona hapa hafanani hata sura yake na matendo yake. Ni mchawi mkubwa huyu mwanamke unavyomuona. Watoto wanapotea ovyo hapa mtaani kwa ajili ya huyu mama. Anawanga huyu kufuru. Mimi mwenyewe mwanangu kaponea chupu. Jana nimemwopoa kwa mganga, alitaka kumla nyama huyu mama. Juzi kanasa mtu juu ya bati nyumbani kwake huyu. Kama sio mshirika mwenzie ni kitu gani? Na huyu ndo akaja akamtoa yule mtu. Alimtoa toaje na mtu kanasa mchawi? Ina maana huyu yule alikuwa ni mshirika mwenzie, sijui huyu aliwahi kuruka. Mwenyekiti. Hapana, Sio kweli hilo swala analozungumza. Mwalimu. Ni kwa nini umefikia jana kidogo shule? Au na mdomo wa kulia. Wewe ni kiburi. Wewe ni jeuri. Sasa ngoja tukuachie. Tunataka urudishe kwa kipofu hapa shule. Kabla jua leo lazima ya kipofu wa shule. Uchawi, mimi na uchawi wapi na wapi mwenyekiti? Na kwa nini mwenyekiti? Kwa nini usisikilize hoja pande mbili? Unasikiliza hoja pande moja. Kwa sababu gani usinisikilize na mimi hoja zangu? Jamani, serikali haitambui ushirikina. Haitambui kabisa uchawi. Ila kwa kuwa mimi mwenyekiti na asilimia watu wengi wa mtaani kwangu ni Waislamu. Na sisi Uislamu hauruhusu kabisa masuala ya ushirikina, masuala ya uchawi. Kwa hiyo mimi maamuzi yangu kama mwenyekiti, wewe mtaani kwangu uhame. Mwenyekiti, haiwezekani. Mimi mnihamishe kwa sababu gani? Mchawi yule nikuta mimi mchawi. Mama unawanga ovyo. Watu wanapotea. Unasadikisha hili swala unalosema raia wako ni kweli? Wewe ni mwanga. Hakuna sio jua. Mimi hapa tena mtaani kwangu sikutaki.
Ni bora mwenyekiti. Huwezi kumfunga mtu kama huyu. Sio kweli. Mwenyekiti, mimi siwezi nikahama kwa sababu nilikuja mwenyewe na nitaondoka mwenyewe kwa hiari yangu. Hapa kuhama sihami. Uhami wewe ndo mwenyekiti au yeye ndo mwenyekiti? Nimesema sihami. Kana raia zako vizuri. Mimi sihami katika umta. Umeona mtu mchapanda kichwani, kwa nini asihame? Siwezi kukubaliana na swala. Mwenyekiti una uonevu. Kana raia zako. Yaani yule mwanamke umemwona? Ingekuwa kama sio mchawi kweli yule, asingeondoka kwa hasira. Unaona? Mimi simtaki mtani kwangu. Yaani mimi mwenyekiti nakukubali hapo kwa sababu mwenyekiti wewe uko vizuri, unasimamia misingi hapa kijijini. Mwenyekiti atakuandalia soda. Hamna tatizo. Mimi ngoja. Mimi mwenyewe na wewe kwenye kikao cha mikoba. Hapo saizi. Sijui sijachelewa. Ila mwenyekiti leo nimefurahi. Au nikutoe kidogo? Hapana mwenyekiti. Mimi na wewe. Kwa fulani nilokuwa nayo. Hata usiwaze. Bora tu niondoke huko. Kuna watu wanajikuta miungu watu. Carolina mjukuu wangu. Najua hujawahi kuniangusha. Mimi nasafiri. Nimepata dharura kidogo. Nitarudi baada ya siku 2. Utabaki hapa nyumbani. Siku 2 tena nao. Hivi vitu vivyokuwa ndani tena. Carolina mjukuu wangu. Hawa viumbe wazoee. Wewe unajua ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Nikifa mimi, wewe ndo unalisi mikoba yangu. Sasa ukisema bibi. Lakini unajua aliyenyea watu wa umo. Carolina. Hakuna cha lakini. Hawa viumbe ni watu wa kuwazoea. Sasa usipokaa wewe, ni nani atabaki nao? Mimi nisisafiri Carolina kwa ajili ya misukule? Lakini ni watu wako mwenyewe, lakini unataka unipe shida nini? Kumbuka mjukuu wangu, jinsi gani nakupenda. Na sitaki upatwe na chochote. Na ndio maana nataka hivi vitu vizoee. Uwe unazoea kukaa mwenyewe siku nyingine bila bibi. Ni sawa, naweza nikakaa mimi mwenyewe, lakini nao wale wasumbufu. Huwezi kukaa hivi vile vitu ndio vinatulinda navyo. Mwenyekiti. Ni kwa nini unawaza wale mama katika? Wewe Asa kwa mara moja kitakachokutuka. Usiunike mjukuu wangu, kama unavyojua. Nikirudi nakupa kile unachopendaga. Sasa mimi ngoja niwahi. Sawa. Kwa hali bibi, umeona kazi ya sasa? Kashaanza, afu unaniambia kwa ametulia. Carolina, nani ataweza kubaki na msaliti? Na unajua maisha yetu hapa tunayoishi. Msaliti. Kuna watu wana macho zaidi ya haya ya kawaida unayoyaona wewe. Na kupeleka wapi mimi kwenye magari? Bibi bwana, toka ni wasumbufu. Hapana. Msaliti unanishinda tabia. Bibi, lakini uliniambia kwa wasumbui. Carolina. Nisaidie mjukuu wangu. Lakini bibi bwana anakela. Mimi kwa staili nimechoka bibi. Basi kama hivyo kaa nao tu mwenyewe, mimi nimechoka. Unaona sasa? Mpaka unamkosa mjukuu wangu. Unajua mjukuu wangu ni wa thamani kwenye maisha yangu. Sasa unatafuta nikufanye kitu kibaya. Umelogwa hujatosheka. Unatafuta balaa lingine. Ondoke huko ndani nikamalizane na wewe. Musa. Za hapa. Naomba
naomba usiame. Tafadhali nakuomba usiame. Sio nisiame mwenyekiti. Hivi mmeshanitangazia huku kote mimi ni mchawi. Unadhani mimi sura yangu nitaiweka wapi? Mausna, niko chini ya miguu yako Mausna. Naomba usiame Mausna. Mmekaa na yule mama. Mnanishtumu mimi mchawi. Hivi unategemea mwenyekiti mimi nitaishije? Lakini ndio maana nimekuja kwako. Naomba usiame.